hiyo mafuta ilitoka Lodwar. Ilitumwa na nani? Hi guys, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss certain remarks that were made by the former Deputy President of Kenya, Rigathi Gachagua, during Johana Ng'eno's burial. Let's watch the video as we discuss it. Welcome guys. Hawezi chunguzwa na DCI. Hawezi chunguzwa na Murkomen. Hawa watu akina Murkomen, they are also suspects kwa hii maneno. Na kwa hivyo hawezi simamia uchunguzi. So, we need to understand first who Johana Ng'eno was. And let me start. Johana Ng'eno was a member of parliament of Embu-Rua Dikir constituency in Narok. Ruto, kama uko clean kwa hii maneno, walike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani, wakuje wafanye uchunguzi kamili. I want to highlight this, that Johana was a very close friend to the former Deputy President of Kenya, Rigathi Gachagua, and his death occurred during a helicopter crash where 5 more people died. The crash occurred in Musup in Nandi County, and they were traveling for an empowerment function. Let's continue with our discussion. Number 2. So that helicopter was at Edebesh, and then it flew to Eldoret for a refuel. Hiyo mafuta ilitoka Lodwar. Ilitumwa na nani? Nani alipiga simu huyo driver alikuja na hiyo mafuta ya ndege aachiliwe? Kwa nini watu ya Kenya Airports Authority wale walikuwa wanasimamia wakati huo walifutwa kazi? Hii CCTV ya hiyo saa moja hiyo ndege ilikaa hapo, tungetaka itolewe. Kwa hivyo iko maswali chungu nzima na tutaendelea kufuatilia. So according to Rigathi Gachagua, the former Deputy President of Kenya, he says that the fuel that was used to refuel the helicopter came from Lodwar, and the person that delivered the fuel was arrested by the KRA officers and was later released in the morning following a call from Nairobi. He is also demanding the release of the CCTV footage from the airport. Tunataka kumwambia William Ruto, kama uko clean kwa hii maneno, walike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani, wakuje wafanye uchunguzi kamili, tujue hiyo mafuta ilitoka Lodwar. Ilitumwa na nani? Nani alipiga simu huyo driver alikuja na hiyo mafuta ya ndege aachiliwe? Kwa nini watu ya Kenya Airports Authority wale walikuwa wanasimamia wakati huo walifutwa kazi? Gachagua is now calling for an independent investigation by either the Scotland Yard or the FBI. He is saying that he doesn't believe in the Kenyan investigative bodies. Kuhakikishia jinyi vile nimehakikishia mama, hata kama hiyo maswali haitajibiwa wakati ya serikali hii, mwaka ujao nikichaguliwa nikuwe president wa Kenya, nitaweka uchunguzi kamili na wale ambaye wanaweza kuwa walihusika watafika kotini, na nimewahakikishia huyu mama nitamtafutia haki na familia yake, na pia nitatafutia watu ya Dikil haki. Tunataka kujua. So my question is this, guys, do you think the independent investigation is necessary, or the Kenyan investigative agencies should just be given the opportunity to investigate the whole issue? Let me know what you think, guys. Thank you guys for watching. Kindly like, share, comment, subscribe, hit that notification button so every time I upload a new video you'll be notified. Till next time, bye.
hawezi chunguzwa na DCI, hawezi chunguzwa na Murkomen. Hawa watu akina Murkomen, they are also suspects kwa hii maneno, na kwa hivyo hawezi simamia uchunguzi. Tunataka kumwambia William Ruto, kama uko clean kwa hii maneno, ualike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani wakuje wafanye uchunguzi kamili, tujue hiyo mafuta ilitoka Lodwar, ilitumwa na nani, nani alipiga simu huyo driver alikuja na hiyo mafuta ya ndege aachiliwe. Kwa nini watu ya Kenya Airports Authority wale walikuwa wanasimamia wakati huo walifutwa kazi? Hii CCTV ya hiyo saa moja hiyo ndege ilikaa hapo, tungetaka itolewe. Kwa hivyo iko maswali chungu nzima na tutaendelea kufuatilia, na mimi nataka kuhakikishia nyinyi vile nimewahakikishia mama, hata kama hiyo maswali haitajibiwa wakati ya serikali hii, mwaka ujao nikichaguliwa nikuwe president wa Kenya, nitaweka uchunguzi kamili na wale ambaye wanaweza kuwa walihusika watafika kotini, na nimewahakikishia huyu mama nitamtafutia haki na familia yake, na pia nitatafutia watu ya Dikil haki. Tunataka kujua